Brother, your sister say, welcome to the house of the Lord, and you look smart. Amen. Napenda kuchukua nafasi kumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine ambayo amenipa, na ningependa pia kushukuru kanisa, Reverend, Mama Reverend, pastors, na washirika wote kwa kunipatia nafasi kusimama mbele yenu, kwa maana haingekuwa rahisi kusimama mbele isipokuwa Yesu kutoa na Yesu kutuleta na Yesu kutuweka. Amen. So we are standing here because of the Lord. Amen. It is because Christ made a way. Tell your friend, Christ made a way. Yes. Christ made a way for us to be here, and that's why we are happy to be in the house of the Lord. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Na kabla tuendelee kwa masomo yetu ya asubuhi ya leo, ningependa tuombe. In my heart I feel like the Spirit of God want us to pray so much against sickness. There is that burden in my heart just to pray against sickness. Watu wanakuwa wagonjwa sana, shetani anafinya watu sana, and this is the time that God is calling us to stand together. Hold your friend's hand and let's pray. Simama tafadhali. And if you can speak a word of healing, I want you to speak the word of healing, because the Lord wants us to speak, pray against any disease that is pressing the people of God down. Chukua nafasi hapa. Father, I thank you, I worship you, King of glory. Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo kusema wewe ni mwema Bwana. Asante Bwana kwa kutupa siku hii Bwana, kuja kukusanyika mbele ya uso wako katika kiti chako cha enzi Bwana. Tunakushukuru Bwana siku ya leo kwa kutupa uhai Bwana, kwa kutupa fursa nyingine Bwana. Asante Mungu kwa kutupatia siku njema Bwana ambayo wewe mwenyewe umefanya Bwana, ili sisi Bwana tufurahi katika siku hii Bwana. Roho wako Bwana natuhimiza asubuhi ya leo, tuombe Bwana dhidi ya magonjwa, tushikane mikono Bwana wakati huu, wakati wa kutiana moyo, wakati huu Bwana ni wakati wa kushikana, kwa maana Bwana changamoto ziko mingi, and you say in your word that even the last days of God there will be increase of God in knowledge. But God, we thank you because your word says that even when the enemy comes in like a flood, oh God, you will rise a standard against one another, all the powers and principalities, oh God. We thank you na kushukuru Mungu kwa maana asubuhi ya leo unainua kiwango Bwana juu ya magonjwa, unainua Bwana kiwango Bwana juu Roho wako Bwana anazunguka, Roho wako Bwana anauda na anaupa tena Bwana. Asubuhi ya leo watu wako wanarejeshwa Bwana, wale ambao wako vitandani sasa Bwana waanze kupokea uponyaji katika jina la Yesu. Wale ambao wamefungwa Bwana, Roho wako sasa anazunguka Bwana, wanainuliwa. Wale ambao Bwana wako hospitalini Bwana wanapokea uponyaji katika jina la Yesu. Wale ambao Bwana wameonewa Bwana asubuhi ya leo wanapokea amani, wanapokea furaha, wanapokea Bwana uhuru katika jina la Yesu Kristo. Bwana uinuliwe asubuhi ya leo. Pokea sifa kwa maana Bwana wewe ni mponyaji. Ulituma neno lako na neno lako Bwana likaja likatupona Bwana, likatuponyesha Bwana. Asante Bwana kwa maana asubuhi ya leo Bwana tunaona nguvu zako zikituponya Bwana. Tunaamini Bwana, tunakiri ya kwamba wewe Bwana ni mponyaji Bwana katika maisha yetu. Wewe tu ndiye daktari wa kweli Bwana. Pokea sifa asubuhi ya leo. Uinuliwe Yesu, uinuliwe Yesu. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Thank you Jesus. Asante Yesu. Amen. Asubuhi ya leo
Mungu ametupa nafasi kujifunza kuhusu kujijenga. Building yourself. Building yourself. This is the time that Christians, people that are called by the name of the Lord, wale ambao wanaitwa ama wameitiwa jina la Mungu, wanaitwa kujijenga. Building yourself. It is very personal. Why am I saying personal? It's because in life today, watu wanajijenga kutokana na madhabahu tofauti. Watu wanajijenga kwa sababu ya mambo ambayo yanatendeka katika maisha yao. Kuna wale ambao wanajijenga kwa sababu ya kazi yao, kazi inawasaidia kujijenga. Kuna wale ambao wanajijenga kwa sababu wako na marafiki ambao wanasaidia kujijenga. Kuna wale ambao wanajijenga kwa sababu ya masomo yao. Masomo yamefanya mtu amejijenga. Kuna wale ambao wanajijenga kwa sababu familia yao ina jina fulani. So yeye anajengwa kwa sababu ya jina ya ukoo. Kwa mtaa wanajulikana sana kwa hiyo jina, na akitajwa tu, hata mtu huyo akitajwa kwa matanga, watu wanaweza kupiga makofi kwa sababu amejijenga kutokana na jina ya ukoo. Kuna wale wamejijenga kwa sababu ya nchi yao. Kwa mfano, wale ambao wanatoka Amerika. Amerika inajiita superpower. Kwa hivyo sasa akitembea au sema my friend from America is here, akisema hivi ana bounce kidogo kwa sababu anatoka from superpower. Kila mtu anajijenga kwa njia yake. Lakini Mungu anasema, hey, simameni kidogo. Nataka mjijenge kwangu. Amen. Jijengeni kwangu. Yesu akaangalia Petro, akamwambia, wewe kutoka leo unaitwa Petero, yaani mwamba. Na mwamba huo ndio nitafanya nini? Nitajenga kanisa langu. Yaani Petro ama Simon alikuwa amejijenga, lakini ikafika siku Mungu akasema, hiyo kujijenga ambao umejijenga, it is not what I want. I want you to build yourself in me. I want you to, rely, to have foundation. Mimi ni kwa msingi wako. Si taifa, si ukoo, si mzee wako, si kazi yako. Mimi Mungu niwe msingi wako. Na saizi dunia imechanganyikiwa. Dunia inajijenga kwa mambo tofauti tofauti. Teknolojia imekuja, watu wanajijenga kwa teknoloji. Watu wanajijenga kwa mambo ambayo yanakuja na yanaenda. Lakini watu hawaoni kama yalienda. Bado watu wanaendelea kutia mkazo kujijenga kwa mambo ambayo hata mengine hayamhusu Mungu. Ndio maana Mungu amesema hapana, tusimame. Let's take a full stop and turn. Turudi tuangalie msingi yetu kabisa. Imetoka wapi? Kwa nini tulianza tukiwa kitu kimoja? Lakini mahali ambapo tumefika, we are almost a million with million ways. Tulianza one, lakini tumekuwa divided into so many divisions mpaka tumeenda into different ways. Wengine wameenda kabisa mpaka even when you call them back, they cannot locate the ways back. Kuna watu wameenda hata mpaka kuambia erudini kwa ile msingi, wanashindwa hata barabara ya kurudi kwa ile msingi ilikuwa ni gani. That's why the Spirit of God is calling us this morning, that we build ourselves in God. Let's look at the book of Jude, ama Judah. Jude chapter 1, verse 20 to 25. Ningeomba Isaac upeane mic kwa Kiswahili tusomee tafadhali. Juda 1:20 hadi 25.
tusikie Mungu anatuambia nini kuhusu kujijenga. Yuda 1:20-20. Yuda 1:20-25. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. 21. Jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. 22. Wahurumieni wengine walio na shaka. 23. Na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. 24. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. 25. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye, na ukuu na uweza na nguvu, tangu milele na sasa na hata milele. Amen. Thank you so much. Mungu akubariki. Yuda, kuna kilio hapa, na kilio hiki ni kwamba Mungu anataka tujijenge tena kwake, lakini kujijenga hii ni kwamba lazima tupitie process ama tupitie zile steps ndio turudi tena katika ule msingi wa Mungu. Anaanza na kusema ya kwamba jijengeni katika imani, na si imani ingine, bali imani katika yeye. Mungu anataka tujenge imani yetu katika yeye. Kwa nini ameanza na kujenga imani yetu? Ni kwa sababu siku hizi kitu ambacho kinatupenda sana na kinamfanya Mungu asitufurahie ni kwa sababu imani yetu imetoka kwa ile imani ya kwanza. That's why in Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. Bila imani ni vigumu sana kumfurahisha Mungu. Haiwezekani. Why? Our faith needs to be built on God. The reason why our faith today is shaken ni kwa sababu there are so many things that come in our way. Kuna zenye zinatoka kwa marafiki zetu, kuna zenye zinatoka kwa mitandao, kuna zenye zinatoka kwa experience yetu, kuna yenye inatoka kwa false doctrine, mafundisho potofu. Inafanya imani yetu inatikiswa kwa Mungu. That's why today you can even sing 90 songs, lakini people don't break. Healing is not there. Why? It is not your problem, you the singer. Unaweza kuwa umesoma pambele na umeinua imani yako, and you want to sing, you want to lift, lakini kwa sababu watu sasa wanaoimbia hawana imani zimevunjika, you start blaming yourself. Kwani God, you cannot use me. I've seen you using somebody kwa internet. I've even seen you using brother so and so, sister so and so. Why not me? The problem is not yours. The problem is the foundation of faith. There are people there you are singing to, their faith is not in God. There are people you are crying to, their faith is not fixed to God. You are trying to speak healing, but Jesus said, your faith has healed you. It is supposed to be two-way traffic, not one way. Two-way. I pray for you, you believe it.
I sing, I worship, you believe in God. And some of these people discovered, wengine walikuwa wanaambia Yesu, sema tu neno na mtoto wangu atapona. Sema tu neno. That is where the church should be getting back to. Imba tu wimbo moja na sisi tutapona. The whole church should speak the same language. Imba tu wimbo moja nasi tutapona. Tumia tu only first service and the church will be healed and will go on. There are churches that have even 5 services. Lakini wao wanatoka broken. Why? The foundation of faith is shaken. God is calling us this morning that without faith it is impossible to please me. If you want to build yourself back, build yourself in the faith of God. Let God be the foundation of your faith. Wapendwa, asubuhi leo Mungu anatuambia kujiunda tena kwa Mungu, kujijenga tena. Lazima tuanze process ya kuwa na imani tena kwa Mungu. Siku hizi tumeenda mpaka mambo sio kama hata mimi nimekata tamaa. Nimekata, sina hata imani tena. That is now where the devil wants. Anapenda kusikia hiyo story ya kwamba mtumishi wa Mungu aanze kukata tamaa na kusema it's over. But God is calling us this morning back to the foundation ya kwamba for you to start the process of building yourself, kuanza kujijenga kwa imani na kwa msingi wa Yesu Kristo, lazima kwanza tukubali ya kwamba imani yetu ijengwe na Mungu. Na yote ambaye amejengwa imani yake kwa Mungu can never be shaken. Anything that comes his way or away, God. His work, God. His children, God. Anything that he does, God. Faith. Build your faith in God. Do not build your faith in man. Don't build your faith kwa ule mganga mwenye anajulikana sana. Don't build your faith kwa ule daktari ambaye anajulikana. Hata kama ni daktari shupavu namna gani. That knowledge came from God. Your mind, your faith should be in God. Your children's foundation should be faith in God. Hata kama mtoto wako wako mdogo namna gani, let the foundation of that child have the faith in God. Mtoto huyo atembea kwa msingi wa imani ya Kikristo. Nothing will shake that boy. Nothing will shake that girl. Why? Because the foundation around that boy, that girl, is Christ. Amen. So build yourself in the faith of God. And that's why we get that from Hebrews 11:6. Yuda anaendelea kusema, pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Now, pray in the Spirit means that you pray according to the Spirit of God. You pray in line with the Spirit of God. Maombi yako yaende kulingana na mapenzi na mpangilio wa Roho Mtakatifu. Don't pray a prayer that is written down. A normal prayer that watu wanaandika tu chini. Leo hii sana tunaisoma hiyo, tena tunasali tutasoma tena hiyo, tena tunasoma tu hiyo. A prayer that is listed down, a prayer that is like an illustration. Maombi ambayo yamewekwa tu na mwanadamu. Na huyo mwanadamu aliweka 99 years ago. Na ameandika tu beeni imani. Sasa imani tu mnaombea tu hiyo kila wakati. Mpaka inafika mahali background. Haya kanisa simameni tuombee imani, watu wanaanza kuomba tu imani moja hiyo. Haya kanisa simameni tuombee neema, watu wanaomba tu hiyo neema moja. No. That is praying according to the law of man. You are supposed to pray according to the Spirit of God. Tunastahili kuomba tukiongozwa na Roho Mtakatifu, si kuongozwa na vitabu za wanadamu, si kuongozwa na kanuni za kibinadamu. We are supposed to be led by the authority that comes from the Spirit of God. Na Mungu akagundua hapa, kumbe watu wangu wametoka kwa msingi wangu, kwa sababu wanaomba maombi misi